Kulikoni? Hivi umevitoa wapi? Hivi vitu nilivikuta kule njiani. Nilipoviona nikadutu kama nife kwako. Kwa nini umeviacha kule? Mbona kilichonitokea ni kitu cha ajabu. Hivi kweli nikimwambia Daudi atanielewa?
Ila hapana, siwezi kabisa kumwambia. Melina. Maana una matatizo gani? hapana Daudi. Nilikuwa najisikia vibaya, tumbo lilikuwa linaniuma nikawa naharakia sana. Unajisikia vibaya? Na kwa nini nimekuta kuna kiatu kimoja pale? Yaani kama vile umekimbizwa. Hapana, nilikuwa naharakia kuna vitu nilikuwa na Daudi, tuache na hiyo story. Asante sana. Nisikize nikwambie Melina. Mimi ni mpenzi wako. Na nilikwambia kama niko hapa kwa ajili yako. Na nitapambana kuhakikisha usalama wako. Daudi, achana hizo story. Asante sana. Okay, sawa, nimekuelewa. Lakini kama kuna mtu atakuwa amekuchokoza, basi wewe niambie mimi nikapambane naye. Sawa. Basi acha mimi niondoke. Haya, kwa heri. Baruti, kwa nini unazidi kunificha hili jambo wakati mambo yote yameshaharibika? Ndugu yangu, si kwa maana kwamba nakuficha. Isipokuwa niliona bado muda wa kuja kukwambia. Na umejuaje kwamba sikuweza kufanikisha hili jambo? Mr. Baruti, maisha ni kama tamthilia. Unaweza ukachagua kuwa director, mwandishi au mchezaji kawaida. Na kwenye huu mchezo, umecheza nafasi gani? Ni kweli, yawezekana katika huu mchezo wangu nimetengeneza njia ambayo sio sahihi. Lakini kwa mtazamo wangu inawezekana kuna mtu kanipita nyuma ya mgongo kwenye mchezo huu. Maana siamini kwamba yule mwanamke angeondoka rahisi kwa mapenzi aliyokuwa nayo kwa ajili yangu. Sidhani. Inakubidi kuwa makini kwenye njia ya mafanikio yako. Kwa sababu sio kila mtu ambaye anapenda ufanikishe kwenye njia ya mafanikio yako. Unachokiongea ni kweli Shabani. Kwa sababu sasa hivi hata yule mwanamke ambaye nilitarajia kumuoa hanielewi kabisa. Na nimejaribu kumubembeleza lakini amekataa katu. Okay. Mpango wa kwanza umeshaharibika. Na hatuna tena budi ya kufikiria mengi. Kinachohitajika ni kurudisha mahusiano yako pamoja na Benita. Kuhusu hilo sidhani itakuwa ngumu. Hilo sijali, niachie mimi. Sawa. Shem, afadhali hivi nakuona. Kwa lipi? Shem, sijaja hapa kukaa. Hivi nikuulize swali. Kweli unampenda Daudi? Sio nampenda, Daudi tunapendana. Pole sana Shem. Nashangaa jinsi unavyompenda Daudi na Daudi anakupenda. Lakini familia yake haikupendi. Mbona sikuelewi? Alafu siku zijazo natarajia kuishi na Daudi. Unaniambiaje eti hawanipendi? Bana sikuelewi kwa hilo. Shem, sawa. Mimi sijaja hapa kwa nia mbaya. Lakini siku zijazo utakuja kuelewa ukweli. Shem, na usinitaje. Sawa, mimi najiendea.
Samahani kwa kuchelewa. Nimetarajia kwamba nitakuja mapema. Lakini kuna mambo fulani ambayo yamenizuia. Pole sana. Nimefikiria kwamba hautokuja tena sababu nimeona usiku umeshaingia na nimekuwa nimekusubiria mchana mzima. Ni kweli kuna mambo yamenizuia. Lakini lengo langu kubwa la kuja hapa ni kwamba Benita nimemkosea sana. Na mimi sistahili kwenda mbele zake. Lakini nimeona njia nzuri ya kupata majibu yangu ni kuja kwako. Wewe kama rafiki yake ili uweze kunisaidia. Kwa kweli Baruti, kitendo ambacho ulimfanyia rafiki yangu hata mimi sikufurahia. Na kwa kweli unahitaji mrudiane, lakini sijui, naona itakuwa ngumu. Sawa. Mimi najua kwamba nimemkosea. Na nisipotambua kosa langu nisingeliweza kuwa hapa. Lakini pamoja na hiyo nimekuja hapa ili unisaidie. Bado nampenda na siwezi nikamwacha japo nimemkosea. Naomba unisaidie. Sawa. Nitajaribu kuongea naye, lakini sasa rafiki yangu kwa maamuzi ambayo amekuwa ameshachukua sidhani. Lakini nitajaribu. Asante shemeji. Mimi nashukuru sana. Na ninaona usiku naingia. Acha nikuache. Lakini nitarudi kukuuliza majibu. Haya, uende vizuri, karibu tena. Daudi. Ayubu. Habari yako Daudi? Salama. Nilikuwa nakutafuta sana ndugu yangu. Karibu tuongee. Haya. Pole sana na kazi. Asante. Daudi. Unajua sasa hivi siku mbili sipati kabisa amani. Kwa lipi sasa? Najua habari yangu mimi kuhusu Ndoto. Unaelewa zaidi. Na sasa hivi huwezi kuamini. Mke wangu siishi naye tena. Mbona kila uchao wewe unazidi kuletea mambo mapya ambayo yanaibuka upande wako? Hatujamaliza hili limeibuka lingine. Ndoto haijaisha. Na hivi tena mkeo kaondoka. Sababu gani sasa ambayo imesababisha mpaka kwa hii saa uishi na mkeo? Daudi, yani huwezi kuamini. Kila kukicha matatizo yanazidi kuniandama. Yani nashindwa kabisa kujielewa. Hivi nini nilimkosea Mungu? Kila ninapojitahidi kutatua la kwanza, la pili linakuja. Daudi, huwezi kuamini. Ule ujauzito kuwa wangu. Alafu yule mwanamke anakuja kuniambia ujauzito ni wa kwangu. Muda wote huu nimekaa naye ndani mwangu mimi. Hebu ngoja kwanza. Unaposema kama ule ujauzito sio wako, hivi unamaanisha kweli au unaongea? Daudi, mimi ni punguani? Au unaona mimi amnazo? Au ni amnazo kuja kukuambia mambo ambayo sio sahihi? Huu ndio ukweli ambao ujue. Yule mwanamke aliniletea ujauzito ambao sio wa kwangu. Hivi unajua hizo mashala ambazo unakuwa unaniletea kila siku, mwisho wa siku nitakuja kuacha kukuamini kabisa. Ayubu, muda mwingine wewe unaongea mambo ukiwa serious. Ujauzito mimi sasa hivi na 7 miezi 8. Leo unaambia eti sio wa kwako. Hivi unadhani mimi nakuchukuliaje wewe? Daudi. Siku zote kaa ukijua. Sayari hii ambayo tuko ndani ni sayari ya 3.
Ni sayari ambayo kila mwanamke anaona ngono ni muhimu sana kuliko ndoa. Na huyu mwanamke alichokifanya unajua ni nini? Alijua kwamba kupitia ile mimba yake atakuja kunasa upendo wangu kwake. Lakini angalia sasa aliyotokea ni nini? Daudi naniuma. Pamoja na hayo, kwa nini umeshafanya uchunguzi na kujua nani mhusika ule ujauzito? Na kwa nini wewe matatizo yanaibuka kila uchao? Daudi, na wewe pia ni msaliti kwa sababu unahusika katika matatizo yangu. Sawa, lakini unajifanya hujui. Daudi, matatizo yetu yanasababishwa na watu wanaotuzunguka. Na ndio chanzo cha kutuma sisi tushindwe kuendelea. Benita, habari yako? Safi tu. Nimefika nyumbani kwenu. Nimekukosa, kumbe uko hapa. Nimetulia tu hapa. Oh. Benita, lengo langu kubwa la mimi kufika hapa ni moja. Hivi Benita, kwa nini unazidi kujinyima raha na wakati wewe tayari umeshapenda? Shabani, kitendo alichonifanyia rafiki yako kimeniuma sana. Najua ni kiasi gani moyo wako unavyoumia. Lakini Benita, fahamu hakuna kisichowezekana. Siku zote moyo wenye upendo huwa una mapenzi ya kweli. Ila alichonifanyia ndugu yako sidhani kama naweza nikamsamehe. Benita, umsamehe Baruti. Na ufahamu kwamba wewe una uwezo mkubwa sana wa kushawishi familia yako. Na familia yako ikakuelewa. Na taarifa ni kwamba Baruti aishi tena na yule mwanamke wake na amemfukuza kwa sababu yako wewe. Sasa kama ana bado angalia nakupenda Baruti. Ananipenda? Najua amerudi kwangu kuja kuniumiza kwa mara nyingine tena. Shem, nakuomba msamehe Baruti. Na utaona upendo wake tena. Sawa. Acha nifikirie. Ayubu ametambua ukweli kuhusu ujauzito.
akachukua maamuzi ya kuweza kunifukuza. Lazima Ayubu angeweza kukufukuza baada ya kugundua ukweli. Na kwa nini nishindwe kuwa makini na wakati najua wewe ndio mzito? Hadi sasa hivi sijajua nani ambaye aliweza kumwambia kweli. Nilikuwa nikifikiria kuwa ni Melina ndio alimwambia kweli, ila nimekuta sio hivyo. Umekosa makini. Ndio chanzo cha siri yetu. Sasa kusuhiwa tutamaliza mambo. Asante. Ila paka sasa hivi sijajua mimi nitaenda kuishi wapi. Na ninachofia ni kuhusu Ayubu. Ndio kwa maana nasema umekosa makini katika hilo swala. Na ndio kwa maana Ayubu aliweza kukufukuza. Sasa tunahitaji kukupatia hifadhi nyingine. Moja, endelea na hiyo njia. Mbeleni utakuta mwanadada mmoja. Huyo mwanadada anaitwa Sabrina. Umwite tu Sabrina. Nina shida, uweze kunisaidia. Hapo utaweza kusaidia kwa sababu Sabrina ni mtume wetu katika hiki kijiji. Na huyo mkini tena, kosa la siri likakurudia. Ole wako anataka. Sawa mkuu. Shukrani kwa hilo.